Bwana. Kukuinua ndio Bwana. Ndio nataka Bwana. Kukuabudu ndio nataka Bwana. Ndio nataka Bwana. Kukuabudu ndio nataka Bwana. Ndio nataka Bwana. Kukuabudu ndio nataka Bwana. Ndio nataka Bwana. Kukuinua nataka Bwana. Ndio nataka Bwana. Kukuabudu ndio nataka Bwana. Ndio nataka Bwana. Inulia Yesu mikono, mwambie Bwana, kukuabudu ndio nataka Yesu. Kwa sababu mtumishi wa Mungu anaingia mahali hapa, nataka uinue sauti yako za Bwana. Enda mbele za Bwana, enda mbele za Bwana. Moja simame juu, kila moja simame juu. Nenda mbele za Bwana, tutole mbele za Bwana. Enda mbele za Bwana, enda mbele za Bwana, enda mbele za Bwana, enda mbele za Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, kukuabudu Yesu ndio nataka wewe, 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 ndio nataka wewe. Inua sauti yako, sauti yako. Shakadaba, Shakadaba, Yesu umeinuliwa, Yesu umeinuliwa, Yesu umeinuliwa, Yesu umeinuliwa, Yesu. Oh, moyo wangu waumia, nitu msaada. Moyo wangu waumia, nitumie 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 msaada. Inulia Yesu mikono juu, inulia Yesu mikono juu, inulia Yesu mikono juu. Nataka tumwambie Bwana atutumie msaada. Moyo wangu, moyo wangu waumia, nitumie msaada. moyo wangu, Moyo wangu waumia, nitumie msaada. moyo wangu waumia, nitumie msaada. Moyo wangu waumia, inulia Yesu mikono. nitumie msaada. Moyo wangu, Moyo wangu waumia, nitumie msaada. moyo wangu, Moyo wangu waumia, Bwana, nitumie msaada. nimekuja kwako. Moyo wangu waumia, Oh Baba, nitumie msaada. simama kwako. Moyo wangu waumia, Yesu, nitumie msaada. nikataa. Moyo wangu waumia, nitumie msaada. Moyo wangu, Moyo wangu waumia, Yesu mikono. nitumie msaada. Moyo wangu Yesu, Moyo wangu waumia, ya nitumie msaada. moyo wangu, Moyo wangu waumia, Bwana, nitumie msaada. nakuja kwako Yesu. Moyo wangu waumia, nitumie msaada. Nitumie Yesu. Moyo wangu waumia, Waumia Baba, nitumie msaada. moyo waumia Yesu. Moyo wangu waumia, nitumie msaada. Nimesimama mbele yako, nitumie msaada.
nimelia ya kutosha, nitumie msaada. Nimelia ya kutosha, nitumie msaada. Moyo wangu Bwana, nitumie msaada. moyo wangu Bwana, nitumie msaada. nasema Moyo wangu waumia, enda mbele za Yesu, mwambie Bwana moyo wangu waumia, nitumie msaada. moyo wangu waumia, nitumie msaada. nimekataliwa, Moyo wangu waumia, wewe Bwana, nitumie msaada. ninakuomba Yesu, Moyo wangu waumia, Baba, nitumie msaada. moyo wangu Moyo wangu waumia, waumia, nitumie msaada. moyo wangu Moyo wangu waumia, inulia Yesu mikono, nitumie msaada. nimelia ya kutosha, nitumie msaada. Nimelia ya kutosha, nitumie msaada. Moyo wangu waumia, nitumie msaada. Moyo wangu waumia, nitumie msaada. Moyo wangu waumia, Baba, nitumie msaada. Baba, Moyo wangu waumia, Baba, nitumie msaada. mwambie Yesu, Moyo wangu waumia, mwambie Bwana, nitumie msaada. siogope, mwambie Yesu, Moyo wangu waumia, siogope, mwambie Bwana, nitumie msaada. mwambie Yesu, Moyo wangu waumia, nitumie msaada. nimelia ya kutosha, nitumie msaada. Nimeomba ya kutosha, nitumie msaada. Wamesikama, wamenikataa, nitumie msaada. Moyo wangu waumia, nitumie msaada. Moyo wangu una machozi, nitumie msaada. Oh Baba, Nitumie msaada. mwambie Yesu, Moyo wangu waumia, mwambie Bwana, nitumie msaada. anatupenda Yesu. Wangu waumia, nitumie msaada. Mwambie Bwana kutumia Moyo msaada. wangu waumia, Mwambie Yesu kutumia msaada. nitumie msaada. Mwambie Bwana kutumia Moyo msaada. wangu waumia, Mwambie Bwana kutumia msaada. nitumie msaada. Mwambie Bwana kutumia msaada. Wangu waumia, Mwambie Yesu kutumia msaada. nitumie msaada. Mwambie Yesu kutumia msaada. Wangu waumia, nitumie msaada. Nitumie. Moyo wangu waumia, Nitumie Yesu. nitumie msaada. Mwambie Bwana. Moyo wangu waumia, nitumie msaada. Nimelilia tosha, nitumie ada. Nimeomba ya kutosha, nitumie msaada. Wamesema wanitaki Yesu, nitumie msaada. Moyo wangu waumia, nitumie msaada. Moyo wangu waumia, moyo wangu
sauti yako. Mwambie Bwana tuna msaada. Bwana wangu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of the Lord. Asha mkono wako Bwana, asha mkono wako Yesu. Watu wako wanahitaji wakuone Bwana. Watu wako wamekwisha sikia habari yako Bwana. Wewe Bwana onekana, onekana wewe Bwana, onekana wewe tu Yesu, onekana wewe tu Bwana. Onekana Yesu. Asha mkono wako Bwana. Onekana Yesu. Wamekuja wakuone Bwana. Wamekuja wakuone Yesu. Onekana
Usifiche uso wako Bwana. Watu wako wamekwisha sikia habari zako. Wamekwisha sikia jinsi unatenda mahali hapa Yesu. Onekana tu Bwana. Onekana tu Yesu. Onekana tu Bwana. Onekana wewe tu. Sikika wewe tu Bwana. Onekana Yesu. Onekana Bwana 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 Yesu. We are patient before you, God. Tuonekanie siku ya leo Bwana mabwana. Tuonekanie Yesu simba wa Yuda. We are asking that Jehovah may you, Lord, reign upon our lives. May you reign, O King Jesus. Tunaomba ya kwamba Bwana tuonekanie. Tuonekanie Bwana mabwana. Tuonekanie simba wa Yuda. Wewe wamesikia habari zako Bwana. Wamesikia habari kuhusu mtumishi wako. Wamesikia habari kuhusu madhabahu haya. Na hata sasa Bwana onekana tu. Onekana tu wewe Bwana. Hata leo onekana wewe tu Bwana. Hata sasa tunakuhitaji Bwana. Onekana. Onekana Bwana. Onekana Yesu. Onekana mahali hapa Bwana. Wewe tu onekana Yesu. Wewe tu usikike Bwana. Speak through your man servant, oh Lord. See through his eyes, oh Lord. Seketeli kana. Eketelele mosania. Seketoli kana. we give you adoration, Jehovah, today. Onekana tu Bwana. Onekana tu Bwana. Nyosha mkono wako wangu Bwana. Nyosha mkono wako wangu Bwana. Tutembele Bwana wa Bwana, tutembele. Na jina ya leo Bwana tutoweza mbele yetu wewe. Na jina lako Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe simba wa Yuda, ni wewe. Tutamwabudu nani kama sio wewe Bwana? Tunatamani siku ya leo kwamba Bwana ujifunue kwetu. Watu hao wamekuja wakuone wewe Bwana. Watu hao wamekuja washuhudie wewe tu Bwana. Watu hao wamekuja wakuone wewe tu Bwana. Ni wewe peke yako. Onekana Yesu. Ni wewe Bwana. Tutamwabudu nani kama sio wewe? Onekana Bwana. Watu hao wamekuja ili wakuone Bwana. Watu hao wamehudhuria wakuone. Wake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Wake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Wako Yesu mimi Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru my dear God and my Father. Thank you for this day, and thank you for this viewer, and thank you for the one that is seated here. Asante Bwana Yesu kwa ajili unakwenda kuwasaidia na unakwenda kuwapatia kibali katika jina la Yesu Kristo, na mtu aseme amen. Amen. Amina nzuri katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Matthew chapter number 28 verse number 2. Matthew chapter number 28 verse number 2. Yani Mathayo 28 tutazoma kuanzia 2 kuendelea. Ghafla kukatokea tetemeko kubwa la inji. Malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaviringisha lile jiwe, akalikalia. Number 3, alionekana kama umeme na mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Walinzi wa lile kaburi wakatetemeka kwa hofu kubwa, hata wakawa kama wamekufa. Lakini yule malaika akawaambia wale wanawake, nyinyi msiogope, najua mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, maana amefufuka kama alivyosema. Njooni mkaone mahali alipokuwa amelala. Basi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake kwamba amefufuka kutoka kwa wafu, na sasa anawatangulieni kule Galilaya, huko mtamuona. Haya, mimi nimekwisha waambieni. Uinue mkono wako wa kulia juu katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, wale wanawake waliofika kwenye kaburi lako, malaika alibingirisha mawe, na wakaketi juu ya ile mawe, na akasema, mnayemtafuta hayuko hapa. Bwana Yesu, ninaomba mchana wa leo, kuna mahali nimewekwa na mashetani, kuna pahali nimewekwa na shida, wakinitafuta kwenye hiyo shida, wapate umeisha niondoa huko, katika jina la Yesu, amen. Patia Yesu sadaka ya makofi. Amen. Nilisema sadaka nzuri ya makofi. Amen. Unayenisikiliza, ninaomba unisikilize vizuri. Kwanza katika chapter hiyo kuanzia number 2, kuna jambo ambalo tunaliona wazi, kwamba hawa mama wao walikuwa na kusudi la kutembelea kaburi la Kristo Yesu, pengine wakiwa na maua au kitu ya kuheshimu kifo cha Yesu. Walipofika pale wakakutana na wakakuta saa ingine mawe ilikuwa intact. Kwa nini ninafikiria kwamba mawe ilikuwa vile iliachwa? Number 1, it is because Biblia inasema malaika akavingirisha mawe, na kisha akainvite wale wa mama, akawaambia njoo muangalie ndani. In other words, mawe yalikuwa yamevunika ile kaburi. The tomb was already closed with a stone. Yale mawe yalikuwa yameisha funika lile kaburi kwa jili. Kama halingekuwa limefunikwa, then malaika hangalibingirisha mawe. The tomb was closed. Wakati malaika anayaondoa mawe, akaambia wale wa mama, come and see the inside. Njoo mkaangalie ndani. Hakuhitaji mawe yaondolewe ndio Yesu atoke ndani. Yesu alikuwa ameisha toka, hata kama mawe yalikuwa yamefunika hiyo shimo. Hallelujah. Amen. Ndio mawe yalikuwa yamefunika kaburi la Yesu. Malaika akaingia
Kwa sababu walijua nikiwaeleza kwamba Yesu hayuko watasema na tulimweka ndani, let us confirm. Biblia inasema malaika wakawaambia, just come and see, witness for yourself. Wale wanawake wakachungulia ndani, wakaangalia, hawakukuta mwili wa Yesu, lakini mawe yalikuwa yamefunika lile kaburi. Oh mpendo unayenisikiliza, sometime kuna nyoka imelalia picha ya watoto wako. Sometime kuna chura imelalia manguo zenyu, lakini hatutaenda kuua ile chura. Itakuwa imelalia ghafla binifu. Picha yako tutaiondoa kwa hiyo madhabahu. Picha yako itaondolewa kwa hayo madhabahu. Manguo zako chura walilalia yanaenda kuondolewa kutoka kwa hiyo chura. Chura atakuwa amejikalia kwenye nguo. Kabla binifu tajiri wake akiingia, atamuuliza chura, na si ulikuwa umelalia nguo ya huyu? Lakini chura hatakuwa na explanation, kwa maana nguo zako Roho wa Bwana ameondoa. Picha yako imeondolewa. Vitabu ya watoto yako imeondolewa. Magonjwa waliotuma yameondolewa. Kila kisirani imeondolewa. Kama unaamini sema Yesu njoo. Yesu njoo. I don't know if I'm making sense. Malaika waliyaondoa mawe. Saa ingine wa mama wakaamini kama mawe imeondolewa, let us go and see the body of Jesus. Lakini kama walivyosogea karibu, wakakutwa na kitu ambacho hawakuamini. Mwili wa Yesu ulikuwa missing. Mwili wa Yesu haukuwa kwenye lile kaburi. Wakadvaisiwa ni malaika, nenda mkawaambie wanafunzi wake, huyu Yesu ameisha chomoka kutoka kwa wafu. Ninakutangazia kwa jina la Yesu, katika ibada hii takatifu, ibada ya mwili wa Yesu na damu ya Yesu, kuna mambo yanakwenda kuchomoka. Hiyo kansa inaenda kuchomoka. Hayo magonjwa yanaenda kuondoka. Huo masikini utaondoka. Sio kwa sababu Onyamora nimeongea, kwa sababu Yesu yuko area, kwa sababu Yesu ameingia. Na kama unaamini sema haleluya. Haleluya. My God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati wao waliingia, waliambiana let us go and see the body of our Messiah. Ngoja tuende na tukaangalie mwili wa Yesu. Wakiwa njiani labda wanaongeleshana, saa ingine wanasema angalia vile tulimwamini. Na majirani wao walianza kuwacheka. Kuna mama ameingia hapa today, na kile unapitia ni kisirani. Wanakuambia na huko Kiogoro unaendanga, mbona hatujaona mabadiliko? I am sorry my dear, today is the day ya mabadiliko. Today is the day ya mabadiliko. Leo ndio siku ya mabadiliko. Wakati ule wakienda, wengine waliwacheka, wakawaambia now that you go and worship Jesus, nafsi yako kamuto kalizikwa juzi. Lakini hawakujua this day Yesu alikuwa ameisha toka. Ninakutabiria mama kwa jina la Yesu. Ninakutabiria mzee kwa jina la Yesu. Mtoto ninakutabiria na kijana. Hiyo kisirani munaona kwenyu. Kuna siku ya kuhamishwa, kinahamishwa. Kuna siku kinahamishwa. Kuna time inahamishwa. Kuna siku kinahamishwa. Kuna mazaa inahamishwa. 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 Uchawi unahamishwa. Presha inahamishwa. Sukari inahamishwa. Presha inahamishwa. Diabetes inatoka. Mwingine analia tumbo yake inauma. Mwingine anaumia kwenye tumbo lake. Alipoenda kwa hospitali, akaambiwa gazi zimejaa. Akaambiwa acid imejaa. Migongo haiwezi simama straight. Magoti ni kama inamuuma. Ni
kama anaumia kila sehemu ya mwili wake. Ninakutangazia mtu wa Mungu, ikiwa unaweza ukanisikia, ikiwa unaweza ukanisikia, leo hii Yesu anabadilisha. Leo hii Jehova anabadilisha. Leo hii Jehova anabadilisha. Leo hii Jehova anabadilisha. Leo hii Jehova anabadilisha. Kuna vile wanakutafuta, kuna vile umehangaishwa, kuna mama aliyehangaishwa, kuna mzee aliyehangaika. Leo siku ya mangaiko inaisha. 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 Nasema siku ya mangaiko inaisha. Nasema siku ya mangaiko inaisha. Nasema siku ya mangaiko inaisha. Mangaiko yanaisha. Mangaiko yanaisha. Mangaiko yanaisha. Mangaiko yanaisha. Yesu alikwisha toka, sio kwa sababu mawe yalibingirishwa, kwa sababu Yesu alitoka. Leo kuna mtu anatoka kwa sababu Yesu alitoka. Leo kuna mtu anatoka kwa sababu Yesu alitoka kwa kaburi. Kuna mtu anatoka kwa shida. 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 Kuna mtu anaacha kisirani. Kuna mtu anaacha kisirani. Kuna mtu anasahau tabu. Kuna mtu anasahau kisirani. Ninakutangazia mtu wa Mungu, leo Yesu anakukumbuka. Jehova anakukumbuka. Jehova anakukumbuka. Masia anakukumbuka. Madhabahu haya yakusaidie. Madhabahu haya yakusaidie. Madhabahu haya yakusaidie. Madhabahu haya yakusaidie. Madhabahu haya yakuhurumie. Yesu mwana wa Mungu akusaidie. Simba wa Yuda akusaidie. Simba wa Yuda akusaidie. Simba wa Yuda akusaidie. Simba wa Yuda akusaidie. Na kuna mtu anaotanga nyoka. Na kuna mtu anaona anaanguka kwa shimo. Kuna mtu mambo yake imeharibika. Leo hii Yesu anakutengenezea. Leo hii Jehova anakutengenezea. Leo hii Bwana anakutengenezea. Leo hii Yesu anakutengenezea. Inua tu sauti yako, sema Bwana nitengenezee. Sema Bwana nitengenezee. Sema tu Bwana nitengenezee. Sema tu Yesu nitengenezee. Maaskari walikuwa wamewekwa walichunga kaburi la Yesu. Maaskari walikuwa wamewekwa walichunga kaburi la Yesu. Wakati Yesu akitoka hata hawakuwa na funono. Biblia inasema kulikuwa na mtetemeko. Ndio wakati walianza kujua ni kama huko kumeanza kuharibika. Ni kama huko kumeanza kuharibika. Maaskari walikuwa wamejaa. Maaskari walikuwa wamejaa. Wakalinde ili mwili wa Yesu usikaibiwe. Lakini wakati Yesu alichomoka, wao hata hawakuwa wamejua. Wao hata hawakuwa na fununo. Kuna vile Biblia ilisema kwamba kwanza malaika alishuka. Askari wakiwaona wamama wanakuja, wakasema pengine hawa ndio waizi, pengine hawa ndio wanataka waibe mwili wa Yesu. Biblia inasema wakati malaika alitokelezea, wale maaskari walianguka chini, wakawa ni kama ni watu waliokufa. Ninakutangazia kwa jina la Yesu, nikiwa nimepiga magoti kwenye madhabahu haya, na kama mkono wangu wa kulia umeinuliwa juu, ninakutangazia kwa jina la Yesu, kama vile mtetemeko ulitokea na maaskari wakawa wameanguka kama watu waliokuwa wamekufa, ninainua mkono wangu wa kulia juu, na ninakutangazia unayenisikia, hawa wachawi wataanguka. Hawa wachawi
wachawi wataanguka. Hawa wachawi wa watoto wako wataanguka. Hawa wachawi wataanguka. Hawa wachawi wataanguka. Hiyo machozi umelia mama, Mungu anakwenda kukuvuta leo. Bwana anakwenda kukuvuta leo. Kuna maaskari waliwekwa wakuwe wanachunga watoto wako. Kuna maaskari waliwekwa. Kuna mtoto alitumwa kitabu ya mtoto wako, wakaambiwa leta kitabu ya mtoto wa yule mama, na akipata hesabu zaidi ya 70 unatuambia. Lakini kuanzia leo kwa jina la Yesu, kuna vile malaika naenda kutokea. Kuna vile malaika naenda kutokea kwa jina la Yesu Kristo. 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 Ninaachilia bomu ya kiroho. 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 Ninaachilia bomu. Ninaachilia bomu. Ninaachilia bomu. Ninaachilia bomu. 1 2 3. Yoyo wanafunguliwa. Roho ya majini naanguka. 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 Uchawi unaanguka. Uchawi unaanguka. Uchawi unaanguka. Uchawi unaanguka. Majini naanguka. Majini naanguka. Kisirani naanguka. Kisirani naanguka. Kisirani naanguka. Fire! 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 Moto! 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 Yoyo moto! Yoyo! 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 Yoyo moto! Yoyo fire! Yoyo moto! Yoyo fire! Usinisahau Mungu wangu. Usinisahau. Mwambie Yesu usinisahau Mungu wangu. Mwambie Yesu usinisahau. 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 Mwambie Bwana. Mwambie Yesu usinisahau. Mwambie Bwana usinisahau. Yesu usinisahau. 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 Yesu usinisahau. Bwana usinisahau. Usinisahau. Yesu hata kama siniwache. Yesu Bwana Yesu Bwana Yesu siniwache. Sinisahau Bwana
Yesu usinisahau Bwana usinisahau Yesu usinisahau Bwana usinisahau Bwana Yesu usinisahau Bwana usinisahau Yesu usinisahau Bwana Yesu usinisahau siniwache usinisahau siniwache usinisahau siniwache usinisahau siniwache usinisahau sinisahau usinisahau hata iwe ngumu usinisahau siniwache usinisahau sinisahau usinisahau sinisahau usinisahau Yesu usinisahau sinisahau usinisahau Bwana Yesu usinisahau hey usinisahau oh usinisahau sinisahau usinisahau Bwana Yesu usinisahau sisahau usinisahau Bwana Yesu usinisahau hey usinisahau Bwana Yesu usinisahau hata kama usinisahau sinisahau usinisahau Bwana Yesu usinisahau siniwache usinisahau siniwache usinisahau oh usinisahau maisha haya usinisahau sinisahau usinisahau oh usinisahau usimusahau usinisahau usimusahau usinisahau Bwana Yesu usinisahau sinisahau usinisahau oh usinisahau sinisahau usinisahau njoo Yesu usinisahau inuka Yesu usinisahau siniwache usinisahau oh Yesu usinisahau siniwache usinisahau siniwache usinisahau Onyamora nalia usinisahau ninalia usinisahau sinisahau usinisahau nalia mbele yako usinisahau ewe Yesu usinisahau ewe Yesu usinisahau sinisahau usinisahau ewe Yesu usinisahau ewe Yesu usinisahau sinisahau usinisahau kumbuka nyumba yangu usinisahau watoto wangu usinisahau oh usinisahau biashara yangu usinisahau na kazi yangu usinisahau na watu wetu usinisahau eh usinisahau watoto usinisahau kazi yangu usinisahau maisha yangu usinisahau hali yangu usinisahau sisahau usinisahau 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 sio wimbo ni maombi usinisahau sio wimbo ni maombi usinisahau ni maombi Yesu usinisahau pokea maombi usinisahau jibu maombi usinisahau Yesu usinisahau Bwana Yesu usinisahau usinisahau Bwana Yesu 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 usinisahau haleluya usinisahau haleluya usinisahau haleluya usinisahau haleluya usinisahau haleluya usinisahau ya usinisahau haleluya 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 haleluya sisahau mtumishi wangu sisahau na kwaya
wachungaji, usisahau na washirika, usisahau yule mama, kumbuka watoto wake, usimusahau Yesu. Usinisahau Yesu. Usisahau Yesu. Ninakualika katika anga yangu. Mwambie Bwana, ninakualika katika maisha yangu. Mwambie Bwana, ninakualika katika maisha yangu. Mwambie Bwana, ninakualika. Ninakualika Bwana. Mwambie ninakualika Yesu. Katika maisha yangu Mfalme. Ninakualika. Baba Mfalme, ninakualika katika maisha yangu Jehova. Ninakualika Yesu. Nimekualika Bwana Yesu. Ninakualika Bwana wa mabwana katika maisha yangu Bwana. Nimekualika. Ninakualika Jehova. Nimekualika Bwana Yesu. Ninakualika Mfalme wa wafalme. Nimekualika Bwana Yesu. Ninakualika El Gibo Shalom. Nimekualika Bwana Yesu. Ninakualika Baba. Ninakualika Bwana wa majeshi. Mwambie Bwana, nimekualika Bwana wa mabwana. Tunakualika Jehova. Tunakualika. Mwambie nimekualika Bwana Yesu. Ninakualika Mfalme. Ninakualika Baba yangu. Ninakualika Jehova. Ninakualika Bwana wa mabwana. Ninakualika Mfalme katika maisha yangu. Nimekualika. In my heart Jehova. Ninakualika katika maisha yangu. Ninakualika Mfalme wa wafalme. Ninakualika Baba. Nimekualika Yesu. Nimekualika Bwana Yesu. Ninakualika Bwana wa mabwana. Ninakualika Bwana wa mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni nani kwako? Ha? Shosho. Shosho yako? Ni shosho yako huyo? Huyo mama kuna kisirani na muandama. Unanisikia? Nakusikia basi. Kuna kisirani na muandama huyo mama, kwa sababu hata kama anaonekana hivyo, huyo mama hawezi kutembea. Kutembea kwake ni shida. Nimesikia basi. Sijakwambia usikie ama tuende kwa mtu mwingine. You know we are busy, tuko na ibada kesho. Bwana asifiwe. We can help those who are ready to be helped. Thank you, Jesus. Thank you, Father. If you talk to me, I talk to you. You don't want to talk to me, I don't talk to you. Ama? Sina mnayo? I'm hearing something like Lydia. Who is Lydia? I hear Lydia. Lydia.
hearing Lydia. Is it Lydia Umbat? Yes. Lydia Umbat. Holy Spirit of God. Thank you, Jesus. Lydia, the Lord is telling me, my God. The Lord is telling me, Bwana niambia, anaenda kukusaidia. Yesu anaenda kukusaidia. Amen. Because maisha yako ni kama inaanguka. Ndio basi. Ni kama inaanguka. Ndio. Umelia machozi, unajiuliza, kwani mimi nilikosea wapi? Ndio basi. Hadi kwa nyumba hakuna nini hiyo maelewano. Umelia ya kutosha. Yesu anakwenda kukurudishia furaha yako kwa jina la Yesu. Amen. Ibada hii ni kwa ajili yako katika jina la Yesu. Amen. Thank you, Jesus. Lift up your hands in the name of Jesus. Inua mkono wako juu. Huyo tu peke yake. Inua mikono yako juu. Yesu, ninaachilia neema. Naachilia kibali. Naachilia mafuta. Take the power of the blood of Jesus. Bwana Yesu akusaidie. Pokea hiyo katika jina la Yesu. Thank you, Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Kiligoris? Kwa huko. Umetoka Kiligoris? Natoka Kiligoris. Because malaika wa Bwana ananitoa pale na akapoint kwako na akasema huyo mzee ametoka Kiligoris. Ndio. Unatafuta nini kutoka kwa Yesu? Natafuta wokovu. Wokovu. Yeah. Na nini nyingine? Na uponyaji, na familia, na ugonjwa ya mbalimbali. Ndio unataka Yesu akusaidie nayo. Anifungue. Ninajiuliza, kwani my God, wewe ni mtu umempenda Mungu? Ndio. Sijui what is something like, is it Tarno? Yeah. Ni nini hiyo? Hiyo ni jina langu. Ni jina yako Tarno. Prophesy daddy. Yes sir. Azigalada bahanis. I'm hearing something like Tarno. Yes. My God. Kuna mzee alitoka pale, Ndio. akapanda gari, akaenda mpaka mahali kunaitwa, my God. Thank you, Jesus. Akaenda hadi Mombasa na jina yako. Tangu siku hiyo mambo yako haikwendi mzuri. Wewe ni mtu ulikuwa sawa, but nowadays vitu yendi mzuri sana. Because I'm seeing something like, is it Francis? Ni Francis. Francis. Yeah. Prophesy. Today, if I be a servant of the living God, kile unatafuta kwa Yesu uipokee leo katika jina la Yesu. Amen. Upokee hiyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana akusaidie na hiyo unatafuta in the name of Jesus. In Jesus name. Amen. Uipokee. Amen. Uipokee kwa jina la Yesu. Amen. Thank you, Holy Spirit. Wacha nimsaidie tu huyo msichana. Sasa umekuwa tayari, tutaongea? Tutaongea sasa? Tutaongea ama tuwache ama tu sasa utaongea? Mimi ni Mkisii original. Sasa najua sio makosa yangu. Nilizaliwa huko msitu. Ndio mimi sasa. Huyo mama hawezi kutembea. Lazima mshike yeye namna hii ndiye atembee. Ni hivi ama ni uongo? Ni hivyo. Lazima Professor hivi ndiye atembee. Mumetoka wapi? Wanaita Igonga. Igonga. Igonga ni wapi huko? Bonchari. Oh, Igonga ni Bonchari. Ndio wale waliimba Ekono yo moyo ama ni wengine? Ndio hao huko Igonga. Ekono yo moyo nkobugere. Eyera tandole enseonsi. Eyebuete atomiki bomu. Hizo ndizo nyimbo wakati wetu ziliimbwa, sio hizi zenyu za jana. Ekono yo moyo nkobugere. Eyera tandole mechando yonsi. Ekono yo moyo nkobugere. Eyera salio borogi bwensi.
Hallelujah. Si mnaona tuliingia kwaya kidogo, tukazeeka, tukasahau na sauti ya kuimba. Ni ukweli, tuliimba. Nilikuwa MSDA, tukaimba hapo, tukaimba nyimbo, tuliimba nyingi za SDA. Nyinyi mliwahi enda SDA kweli? Ndio tulisi. Umetoka tero kwenye kwa karibisho murani. Tikara terang. Vile Anyasa Moses. ora utuweka ino no MSDA mindu. Ninjankwa Yesu. Tubuye kana. Egetare. Watu wamesahau nyimbo kama hizo. Niwaimbie ingine. Masase Masase ayenyancha akorura ebitunwa manehu Isyo. Si nimewaleta nyumbani kidogo. Sasa wale wenye wananichukia na niwaisikie wenzangu, si mnaona mko na shida? Kuna ingine tulimba pia. Nitakusaidia mami. Kuna ingine tulimba. Inasema Tora sorogendo kogenda igoro What? Hata kizungu tulimba tukiwa Nyanchwa. Nilisoma pia Nyanchwa huko. Amazing grace, how sweet the sound saves a wretch like me. Tunaona? I was lost, but now I'm found. Hiyo ni ya college tulimba. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe umewahi kusoma kitabu kinaitwa The Great Controversy by Ellen G. White? Umewahi? Wacha wewe, ulikuwa tu ni mtu ya juju. Sisi tukiwa huko tulizama ndani ya dini, tulizama. Hata tukua tukikula inaitwa nini ile? Mafuta. Sisi tuliletewa hii sukuma na njugu. Mnajua njugu? Inabondobondwa, inarushwa kwa na tunakula. Na hii mambo ya majani mnakunywa hapa, sisi tukukua na hiyo. Sisi tulikuwa tunaleta soya, tulikuwa tukikunywa. Nyama hii in fact hiyo kitu ya SDA imeni affect mpaka leo. Sikuli nyama vizuri kwa sababu naonanga ni dhambi. Tulifundishwa nyama nimba ikaingia kwa kichwa. Sikulangi. Tulifundishwa hivyo. Kitu ambayo ikutoka kwa kichwa yangu ni majani. Majani nao ninatuanga proper. Huyo mama atembee mzuri kwa jina la Yesu saa hii, kutukufu wa Yesu. Amen. Wewe mwenyewe Bwana ananiambia anakusaidia. Wewe mwenyewe Bwana Yesu anakusaidia. Amen. Kwa ajili na kiona kisirani kwa maisha yako. Niambie Bwana yako yuko wapi? Wasana na yeye. Thank you. Yesu anakusaidia. Umenielewa? Bwana anakusaidia. Na hiyo kisirani Yesu anaondoa. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. But Bwana ananiambia mkija mlikuja watu watatu. Yuko wapi watatu? Mwingine ni Prophesy daddy. Wewe ndio watatu.
Muliseverera kanini ndio? Hapana. It's okay. We have God. God will tell us. Amen. Mami, Yesu ananiambia pia anakusaidia. Anarekebisha mambo yako kwa jina la Yesu. Amen. Bwana anakupatia furaha. Amen. Na Bwana anarejesha kile umepoteza kwa jina la Yesu. Amen. Katika jina la Kristo Yesu. Mambo yako inarekebishika. Amen. In Jesus name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Kila mtu aliyeko hapa, pokea kile unatafuta kwa jina la Yesu. I receive it. Jesus. Pokea kile unatafuta katika jina la I Yesu. receive. Power of God. Roho wa Mungu, saidieni watu hawa. Ule mama, ule, yes wewe. Leo ndio siku yako ya kubarikiwa. Amen. Leo ndio siku yako ya kubarikiwa. Amen. Bwana ananiambia anaondoa. Amen. Anaondoa. Amen. Anaondoa kila uchafu. Amen. Kunasafishika na hii mwezi kabla tujaimaliza utaanza kuona matokeo. Amen. Katika jina la Yesu. Thank you, Spirit of God. Spirit of God. Roho wa Bwana utawale. Roho wa Bwana utawale. Roho wa Bwana utawale. Roho wa Bwana utawale. Uinamishe tu kichwa chako chini, tukwenda kumwabudu Yesu. Nataka umwabudu Yesu wewe mwenyewe na moyo wako na midomo yako. Naomba umwabudu Yesu tunapoingia katika ibada ya meza ya Bwana. Yesu. Moyo wangu abudu Bwana. Moyo wangu abudu Bwana. Abudu Bwana. Moyo wangu abudu Bwana. Moyo wangu abudu Bwana. Nafsi yangu abudu Bwana. Moyo wangu abudu Bwana. Moyo wangu abudu Bwana. Moyo wangu
Unaweza fikiri umekuja tu kwa ibada ya kawaida na ukawaida wako, lakini nataka nikwambie kwamba haujakuja katika mahali pa kawaida. Jana tukifanya ibada hii ya Friday, tukifanya hii ibada ya Friday jana kwa Kisii Kiogoro, tukiwa kwenye ibada hii, nikasema Bwana, nimeona nyoka ambazo zilikuwa zinashikilia mambo yako zinaku. Did you hear that yesterday? I said it. Mama mmoja akatoka hapa akaenda kwake kawaida. Sasa ile nataka kutoka hapa jioni nielekee town around, I don't know, ilikuwa kama, sikujua muda vizuri, kama ni saa 12. Nikapata mama anakuja kama saa 1 hivi, analia, anaonekana ako na furaha, anaonekana ako na huzuni. Sasa kitu aliniambia, Dad, Mungu amenisaidia, kuliko niseme amen nikasema pole sana. I think nimemwona hapa, nimemwona sasa hivi ametoka nje, muite. Bwana asifiwe. Kuliko niseme amen nikasema, juu ile style alini approach nayo na kitu ananiongeresha, akili yangu ikasema po, baadaye nikasema amen. Nilimhurumia kwanza, nikasema kwani wote nini? Kwanza nikamuuliza, na kumetokea nini? Ndio huyo. Bwana asifiwe. Akasema nyoka imeuliwa kwangu. Acha tu atuambie. Kupatie microphone. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ilikuwa siku ya Jumatano. Kwanza ilikuwa siku ya dadi alikuwa anaona 1 by 1. Nikakuja tukaongea na dadi hapa, akaniombea, nikaenda. Kuenda kesho yake pia nikaamuka, nikakuja kwa kanisa, nikaomba. Kurudi sina amani kwa nyumba yangu, na ninasikia mstuko imejaza kwa tumbo, ile inakaa baridi. Mimi tena nikarudi kwa kanisa, nikaomba hapa, nikaomba. Ilikuwa kitu kama saa 4 nilikuwa nimekaa huko, nikaomba. Tumbo yangu ilikuwa nasikia ni kama ninapata mtoto na itoki, kwa nasukuma haitoki, inanikata mgongo. Dadi akakuja akaniombea, then sijui hiyo maji ilitoka wapi, nguvu zikaniishia. Maji ikitoka niliona na macho yangu huko, si ni kweli? Ilitoka mingi na nikipiga tu nduru peke yake. Tangu hiyo siku, mnakumbuka ile maji mtu akizaa ile maji hutoka? Ilitoka somewhere pale. Nikasema apatiwe nguo abadilishe, akapewa nguo. Kutoka hapo sikufuatilia, kwa maana mimi kama Mungu amekusaidia, hiyo ni yako na Mungu. Wacha nimrahisishie kwa sababu ya time. Jana amekuwa akifanya hivyo. Mtoto akaja akamwambia, mami, tumeona nyoka kubwa sana kwa nyumba yetu. Akasema, we ulishaiona nyoka wapi? Akaona ni mchezo. Siku ingine tena mtoto anamwambia, tumeona nyoka kwa nyumba. Akafika huko, wakaleta watu wakabomoa wall mzima, nyoka mahali ilikuwa waliona hivi hakuna. Kachukua anointing oil akamwaga pale. Jana after kutumika meza ya Bwana hapa, na nikadeclare nyoka zile zinasumbua watu, ninaona zinakufa. Jana wale walikuwepo walisikia. Do you heard it? Alipofika kwake, ule nyoka alipatikana kwa nyumba, ndani ya nyumba, wakaipata, wakaiua, nyoka ikakufa. Amen. Listen. Nenda uketi mami, utatoa ushuhuda kesho. Bwana Yesu apewe sifa. Listen. Ibada kama hii inaweza kuwa imeandaliwa kwa mtu mmoja, wengine ni matandiboi. Inawezekana nyinyi wote ni tandiboi, mmezindikisha mtu mmoja. Naomba tu huyo mmoja akwe ni wewe. I'm praying tu iwe ni wewe. I'm praying tu iwe ni wewe.
Moyo wa mtu, sikiliza, kuna ule mtu anapokea na kuna ule mtu apokee. Ni kwa nini hawapokei? Ninapoongea hivi tu kama mchezo, mtu aoni kama hata unajiuliza nyoka ikufe, hii inanihusu aje? Kumbuka kwanza, nyoka na mtu ni maadui. Nini naifanya iishi kwako bila kukuogopa? Wewe na nyoka mmeanza kupendana lini ati mnaweza ishi nyumba moja? When? Hii ni ibada ya meza ya Bwana. Kuna watu wananitazama live kwenye television yao. Kuna mtu ameketi hapo anasema, lakini na nitapata hii kitu na hiki nachokitafuta nitakipata. Kwa nini usikipate? Wewe acha moyo wako iwe tayari kupokea na utapokea kwa jina la Yesu. You will receive that in the name of Jesus. Amen. Mungu ananga hii ubaguzi, ukiwa tayari basi kikombe yako iko, unachotewa yako unaenda. Unachotewa yako unaenda. Na mtu asikudanganye kwamba kuna maombi special. There is nothing like special prayer. Kwani nawe kwa nini? Sukari au chumvi? Ile maombi tunaomba tukiwa hapa, it is very important. Ile tukiwa hapo kwa madhabahu, hiyo ni very important. Hata usitake kuniona kwa ofisi. Kwa nini? Tumalizanie hapa kwa Mungu. Nilikuelezea problem yako ni kwamba kesho nitarejelea mafundisho ya jana. You need to know the way. Unahitaji kukutana na mtu kalikopitia hiyo njia na kanajua hiyo njia. Wewe unakuwa sawa, usiwe na mambo mengine. Leo hii ibada unapotumika mwili wa Yesu, na kesho and tomorrow hii madhabahu hii, niwe hapa nisikue hapa, njoo upiga magoti yako hapa, ambia Bwana vile unataka. That is enough. That's enough. Kuna watu wataenda kutafuta sukari, ilienda wapi? Utakumbuka kai na kole wiki ntana kontarachia sukari nikikosikia bete. Kumbe sukari ndio ile nyoka iliuliwa jana ilienda. Amen. Lakini hata wewe ukijiangalia vizuri, si unafaa ukuje nitafute sukuru tufunge nati ambayo iko loose kwa hiyo mambo yako. Ukijiangalia unaona uko sawa? Uko sawa. Ati muganga anaongelesha nyoka, wanaelewana. Wanaongea na nyoka tu, wewe sasa lalia hii picha vizuri. Wewe hata ng'ombe yako yenye unakamua, hata kuita nyabarati kuja. Ng'ombe hata ijui nyabarati ni nini, haijui wewe. Ama siku hizi ng'ombe zenu hamuziiti majina. Wakati wetu tulikuwa tunaziita majina. Hawajui hawa watoto wa jana, watajuaje? Watajulia wapi? Mtajulia wapi? Sisi unajua mimi nakuongelesha kama mtu aliona hii maneno. Wakati yetu hata mnajua meseke. Mnaijua? Utajulia wapi? Wapi? Siku hizi hata changa hakuna. Mulipika? Umuliona? Hamkupika. Wewe na hiyo umri yako mbili uliopika wapi? Sasa hiyo kuna kitu wazee wakikunywa hiyo busa, si changa busa. Kuna kitu inabaki inaitwa, tulikuwa tunachukua tunapea, tunapatia ng'ombe. Na ng'ombe ilikuwa inajua mwenyewe. Lakini anyway, tuko kwa hiyo. Lakini wewe kama Mkristo, muganga ako na pikipiki yake inaitwa mke, na anaiambia wewe sasa tunaenda Mombasa, na anapanda juu Mombasa. Wewe ndio ufike hapa, utapanda matatu. Uwezi ongeresha hata paka yako atipaka tafuta panya wako hapo ukamate uniletee. Uwezi. Wao wanaongea na paka na wanazituma mpaka kwa nyumba yako. Kabusike wote kwa sababu baba yacha anya guete sio bakora bosa. Ikenya komnyoka, ubugete na mbebe komnyoka, kombe rege ndikiacha kwa information.
Ushaongea kitu na bibi yako ama na bwana yako kwa nyumba, nyinyi wawili tu. Kesho mnaipata hapo nje. Hata wakio mugako yone takalie kimama. Maana tuwagambe tenere, njere wote bali mumurumu wao. Mugako ndoko tai baba, njetinda agamba na mumuruyu. Kumbe mbebanere yali gweta ali kwenye kumnyoka emulesiri. Kumbe ambebelia tegerere kirege. You know, some of these things nyinyi mnaona tu ni jokes. Chinsogono zimejaa. Chira chinyi karawa kolere kurage mwaragere mwakolere muna mwali miesti maiga. Ira 1 ira 2 no 30 minutes oira na jikoni. Chiacha kiro mukuta. Ngaichie bachite, ngaichia ruera. Zinawaka toka wapi? Zimeenda wapi? Mimi nikaambia watu namna hii. Hii mambo ya madini na makanisa tuweke kando kwanza. Tuseme tunatafuta Yes. Mahali tutampata tukwame hapo. Na hii mambo ya na sasa kusema kweli hizi kanisa tunapeleka wapi? Ati hii ni Jehova, hii ni Yahweh, hii ni Jesus, hii ni Holy Spirit. Sasa si tuamue tu kwamba hizi makanisa tuwachane kidogo. Tutafute Yes. Hiyo tu. Siku hizi hata watu hawaogopi Mungu. Vitu wanafanya hawana haja na Mungu. They don't need God. Hawaogopi Mungu. Hata zile nyimbo watu wimba shetani haogopi. Sasa watu wanacheza wanafikiri wanachezea Mungu. Shetani naye pia nyimbo zinachezea Mungu. Shetani naye anakuja naye anacheza kwa sababu hizo nyimbo asifukuzi mashetani. Dombolo ya Yesu, dombolo ya Yesu. Mshasikia kitu kama hii? Gadi Yesu alicheza dombolo nini inaitwa yake? Watu wanacheza tu kama mapepo wanaokwepa moto jehanamu. Ziko. Sisi tulimba tu nyimbo zingine za ajabu, hizo zenu ni mzuri. Kwa hivyo msiniletee kisirani ati nyenye naongelesha. Bwana asifiwe. Na mnajua si waogopi. Nikitaka kuongelesha nitaongelesha vile nataka. So sio nyenye naongea juu yenu, nyenye muendelee kazi yenu. Bwana asifiwe. Mimi nakaa mtu ya kuogopa mtu yeyote? Hapana. Si tulimba vitu tofauti. Amanyinga Yesu na roho ale sabuni. Hebu juu hiyo. Mnajua hiyo? Nara amesema hii ni mpya. Mnyi mlisikia hiyo? Amanyinga Yesu na roho ale sabuni. Sabuni ya Amanyinga Yesu na roho ale sabuni. Aye ogokora. Umesikia? Damu ya Yesu. Amanyinga Yesu na roho ale sabuni. Sabuni ye vive biri aye ogokora. Sasa sai. Sai sasa mnemba ekueme. Ni ekuimi ama ekueme? Ekueme. Ndio wanaimba. Unajua ekweme ni nini wewe? Ni mzuri. Unajua? Yes sir. Yes. Mpea niulize swali. Kwanza nashukuru kwa mahubiri ambayo unahubiri. Amen. Swali ambalo umesema panya uzunguka. Mimi nishashuhudia hizo. Umeshaona hiyo mara 3 mahali ambapo naishi. So siku moja nikasema hizi panya zinakuwa namna gani? Nikazima taa, nikawasha. Sasa nilikuwa na slasha nikakata moja. Sasa tena kesho zikakuja zote 4.
Na ulikata moja ikakuja zo ingine 4. No, but these things are true. Ngoja nikupe ushuhuda moja kama yako. Kuja msichana huyo wa macho ina. Tumeka microphone yako huyo. Huyu amenieleza siku moja amekuwa analima kwa shamba yao, nyoka ikakuja. Ikafanya nini? Nyoka ilikuja ikasimamisha kichwa tayari kuniuma. Alafu wakati mimi nilishtuka tu, nilikuwa tu naendelea kulima, nikashtukia nyoka, kuinua kichwa nikashtukia nyoka iko katikati ya miguu yangu. Vile unalima unaweka mguu mmoja mbele, ingine nyuma. So nyoka ilikuwa katikati ya miguu yangu na ilikuwa imejikunja already tayari kuniuma. So mimi ile kitu nilifanya, nilisema tu the God of my father. Hiyo ndio nilitamka tu. Sasa mimi nikarudi nyuma ili nipige ile nyoka ikufe. Kwenda kuipiga nikapata already ilikuwa ishakufa. I mean, how? Mama yake yuko hapa. Mama yule msichana yuko hapa. Ndio huyo. I mean, that is a mother. Mama yake huyo amenipatia shamba ninalima kwake free of charge, sijawahi ona na macho yangu. Lakini kila wakati tuna harvest mahindi inakuja, wimbi inakuja, alisema ile siku atakufa niwache kulima shamba ya. Kama nataka niendelee kulima hiyo shamba, nihakikishe akufi. Na sasa nikasema that is what she told me. Huyu hakuua nyoka, nataka uangalie hiyo. Hawakuua, alisema Mungu wa baba yangu Apostle Nyabuto Onyamora. Hivyo tu. Na huyo nyoka hakupigwa. But there is another day paka waliingia kwenyu, something like that. I don't know. Paka wakaingia kwenyu, sijui kukafanyika nini. Kuna pia siku nyingine mimi nilikuwa nimeshaingia kulala, sister yangu alikuwa anasoma kwa meza. Then I had paka akiita jina langu. Then nikaamka. Wakati niliamka, mimi nikachukua tu vimbo, kwenda kuangalia, nikapata ile paka iko chini ya ile kiti ule sister yangu alikuwa anasoma. Alikuwa amekaa. Kwenda kuingisha ile mti, ule paka akaruka juu ya paa. So wakati aliruka juu ya paa, mimi nikakumbuka kuna siku moja nilisema the God of my father Apostle Rogers, na nyoka ikakufa. Na hiyo siku tena wakati huyo paka amepita, sasa akatushungusha hadi tukachoka kwa nyumba. Tulikuwa tunataka kuiua sisi, but sisi wenyewe hatukiua. Mimi nilisema tu vile nilikumbuka ile maneno ya kwanza, nikasema Mungu wa baba yangu Rogers, ikiwa hii paka ni ya kiuchawi na ikufe. Wakati sasa nilisema nikipoint na ile fimbo, hii paka na ikufe. Mungu wa baba yangu Rogers, kama hii paka ni ya kiuchawi na ikufe. Ile paka ilianguka chini na ikakufa, ikatoa ulimi. How do you explain that? So I agree with you. Huyo aliua panya na kesho yake ziko tu. But you see, I believe, where is Pastor Job? I think I'm not sure kama hiyo siku, I think ni yeye walikuwa majangili wamenifuata na gari. Tumekuwa kwa kanisa, vita ilikuanga nyingi tu, wananifuata. Kuliko wanifuate mimi, wakafuata gari yao. Kuliko wanifuate mimi, wanafuata gari tofauti. God confused them somehow. Are you understanding what I'm saying? These things are real. Ni vitu za ukweli. There is a time mwizi alikuja akaniambia, waizi walikuja wakaniambia ati, na wewe hebu tuambie ni nini inakuanga mbaya na wewe. Nikauliza aje? Akasema tumepanga kuingia kwako usiku wiki hii nzima. Tukiingia kwa gate, tuingie kwako ndani, tunakuta ni forest. Tukitoka nje tena tunaona gate.
Siku nyingine akaniambia ati tuliingia kwako ndani, tumefungua gate, tumeruka, tumeingia. Vile tuliingia, kila mtu aliingia ndani ya bahari, maji. Maji. Tena tukitoka nje, si ati sasa tulikuwa tunafikiria ni nguo zetu zilikuwa maji. Nyumba yako hatu hiyo. These are true stories. Kuna ile kitu ilinishangaza hadi wa leo. Sasa hiyo unajua vitu ya watu wanakuambia na ile unaona ni tofauti. Nimeshawaambia nimepewa kuku kutoka huku kanisani, kuku chicken. Nimepeana mama ndio hiyo kuku, basi wafunge hapo hii, wakaleta wakaifunga kwa kayaba hapo nje. Wakasahau. Mimi kabla sijaomba naombanga maombi moja. Bwana Yesu, nyumba hii ifunikwe na damu ya Yesu. Ikiwa kuna waizi, wachawi na waganga kibahati mbaya wameshaingia kwa compound hii kabla ya maombi haya, Bwana, hawataona mlango wa nyumba yangu. Na ikiwa hawajaingia, hawataweza kuona gate ya kuingililia kwa compound hii. Malaika watakatifu mzunguke huku, muweke ulinzi kwa jina la Yesu. That is my prayer. Simply, that's how I pray. I prayed like that. Sikujua kuku amewachwa nje. Around saa 8 hivi nisikie kuku akipiga kelele na umbwa zinapiga kelele kama zile zinachapo kabisa, zinapiga kelele. Jirani yangu wako na umbwa. Sasa mimi sikujua kwamba kuku yetu unajua wakati ufuki kuku ufikiri kama uko na kuku. Asubuhi nikiamka nikapata kuku yangu amefungwa wapi? Huko. Nikakumbuka zile umbwa zilikuwa zikipigwa, nani alikuwa anazipiga? Mungu akanikumbusha, na si ulisema nitume malaika hapo? Hello? Yes. So hiyo dogi ya mwenyewe ikija kukula kuku yangu, malaika akaipatia viboko. True story. True story. Very true story. One day I have an office in my house. Nikaamka nikaingia kuomba kwa office yangu. I didn't have money. I'm telling you this, unapoenda kutumika meza ya Bwana, claim chochote unataka. Nikaingia tu kwa office yangu, nikaomba. Nikaangalia kuna checkbook yangu ilikuwa kwa meza yangu. Nilipoiangalia nikasema, na Bwana sina pesa. Nikasema nataka pesa kiasi hii kwa hii account. Mimi nikaenda. That is exactly what came to the account. Exactly. Can I give you a testimony? Yes. On Sunday, I was praying for people. Nikakutana na kasichana fulani pale na mama yake. Wako. But you were there. And then somehow the Lord said to me, akaanza kusema, Mungu awasaidie school fees. God said, solve that now. Solve it now. I said, okay. I said to the girl, we'll pay, was it 19,000? We'll pay 19,000 now, and we paid it. Actually, receipt letter kwa office yangu walilipa school fees. Sio ilikuwa Sunday. On that same Sunday, nikaenda kuombea mheshimiwa mmoja. I went to pray for one mheshimiwa. Nilipomaliza na aliinsist sana, tafadhali kuja, nataka uniombee kuna kitu na nikalia shida. Nikaenda tu. Hiyo Sunday. Kawasha gari langu, nikabeba Saitoti. Tukaenda na yeye. Kufika pale nikarudishiwa pesa yangu plus profit. I'm telling you, this is the Bible, this is the altar. I swear before God. Na sikutarajia. Hiyo ni wakati tumemaliza. Akasema sasa aliniita apostle. Sasa apostle beshaniombea vizuri. Nikaona anatoa pesa hivi. Zikakuja hivi. Na sikuhesabu huko. Ukipewa kitu kama hiyo usihesabu mbele yake. Nika kwa mfuko nikasema God bless you. Nikaongeza ile maombi, nikaongezea
God bless you. Nilikuja kuzihesabia huko. How do you explain that? How? So in the real sense, did I give? God gave. Hello? Unajua kuna mtu anashangaa, akapeana mtu 19,000 school si angelipata nusu. Mimi kulipa, I gave it. It came immediately with some interest. Immediately with some interest. What are you talking about? Hii madhabahu iko hai. Na mimi nilichoka kuambia watu vitu sijui. Mimi nitakwambia ile kitu ninajua. Na mimi nilichoka mimi nilisema hakuna siku mtasikia nitakuja niita watu nijitetee mbele yao. Wewe fikiria, si kichwa ni yako? Kichwa si ni yako? Akili ni ya nani? Fikiria vile unataka. Haleluya. Kwa sababu sasa nitakueleza nini? Nimeshavaa nguo nyeupe. Wewe mwenyewe umeamua kusema hii sio nyeupe, inakaribia nyeupe. Sasa unataka nifanye nini? Unataka nifanye nini sasa? Na sasa mtu akija niambie mimi ni mwanamke. Sema Nyabuto wewe ni mwanamke? Nitoe nguo ndio nimuonyeshe mimi si mwanamke? Hapana. Si mimi najua mimi ni mwanaume. That is all. Ukiniita mwanamke shauri yako. Mimi najua mimi ni mwanaume na sasa wewe jua vile unajua. Ama mnataka aje? Si ni hivyo? Wachana na mambo ya watu. Wewe fanya kazi yako. Unajua lazima ukue mtu wa kuongea na kujua haraka ndio unielewe. What I'm telling you is very true. Hii maneno iko ushetani nyingi. Ule mzee amewaambia, aliona. Sijui kama alikuwa amemaliza kuongea. Mchungaji, nilikuwa naomba utamke neno moja. Kwa mambo yako hiyo. Mambo niandama hata nyumbani huko. Mambo ya shamba. Mama yangu aligongwa na pikipiki last year but one. Mbona unazungumza kama mtu ametoka huko? Ni wewe ni Kisii? Yes. Kiswahili chako kiko smart sana. Kama nafikiria ni mtu wa huko Tanzania. It's okay. Watu wengine wamebarikiwa kama wewe na lugha. Ni sawa. Amen. Na mama mgonjwa. Yeah. La shamba la nisumbua. Yes. Na sina kazi. Yesu akutende mema na kile unatafuta ukipokea leo kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia ibada hii ya leo tunapoikamilisha kesho, njoo kwa makamilisho ya meza ya Bwana, uende na kile unatafuta kwa jina la Yesu Kristo. Amen. In the mighty name of Jesus. Ninamwombea mzee huyo apate kibali na apate ushindi kwa jina la Yesu. Amen. It shall be well, sir. Mimi naomba tu nikuitie Yesu akuje hapa. Akuje hapa. Na usiniambie ati nipeleke niongee na yeye. Hiyo sasa wewe utajipeleka mwenyewe. Mimi nimefikisha Yesu hapa, kama umfikii sukumana au watu guza nguo yake. Mimi nataka nikuandalie, nimuite. Nikisha muleta basi wewe tafute. Nimemleta hapa. Sasa wewe mtafute. Kumbuka kale kama msichana wakati Yesu alikuja pale, aliingia kwa watu akasukumana. Alipofika mbele tena akapata Yesu ameangalia wapi? Huko. Akasema sasa akasema Haisuru, wacha niguze nguo yake. Kutoka nyuma, maana angekuwa kutoka mbele Yesu angemuona. Ninataka tu ufanye vile unaweza, uende kumwambia Bwana Yesu, naomba nikuwe sensitive in the spirit, naomba nikujue wewe. Ile siku utagundua kwamba sio kila mtu anakuomba pesa utampa, na sio kila mtu atakuja kukuomba maji ya kunywa utampa. Ndio siku utakuwa umejua kufaulu ni nini. Saa zingine mtu akija kwako na anasema naomba tu maji ya kunywa, muangalie, uliza Bwana nipeane.
Kuna wengine wanataka kukunywa maji, na wakikunywa maji yako wataenda wazibe huko mahali unatoa hiyo maji. Kuna mtu akikuomba tu change, hajaitwa change. Amekuja akasema niko na 1000 nitengenezee change. Kumbe anataka achukue pesa yako. Akiisha achukua hiyo pesa yako, uende naye kwa mganga huko Kitui, sijui ni Mombasa ama ni wapi ama ni Subawanga. Na hivyo ndivyo mnafungiwa mambo yenu. Mimi sina mambo nyingi nitakuelezea. Mimi ninakueleza wewe tu ujitafutie kanafasi. Kwa maana huko ni kwa Mungu. Huko ni the Holy Synagogue Church of all nations. Kuna siku Yesu ameenda kwenye sinagogi akakuta kijana mwingine mkono yake iko namna hii. Ilikuwa imepooza. Yesu akasema, kijana, nyosha mkono. Ule kijana mkono ikawa iko mzuri. Kuna mtu hapa pengine hiyo biashara yako imekaa ya kupooza. Pengine mambo yako haikuendei mzuri. Usiniangalie mimi. Inawezekana wewe haupendeshwi na mimi, inawezekana wewe unipendi, na sasa hatutaki mambo ya kupendana. Mimi nataka tu usikie kila nitakueleza. Wewe ni mtu mzima na una akili yako. Mwambie Yesu, ninaenda kutumika damu na mwili yako na ninaomba msaada. Ambia Bwana, mimi si turn boy. Mwambie Yesu, mimi sikusindikiza mtu kuja hapa. Hata kama mlikuja na mama yako, hebu msahau kidogo kwanza. Jikumbuke leo. Sijui kama kuna mtu ataelewa mambo hii ninaongea. Sijui kama kuna mama atasikia kile ninazungumza. Hebu kwanza ujiwaze, jifikiri we mwenyewe. Jiulize na kutaenda aje. Uliza Bwana, wataniona nikitoka hapa vile niliingia, ama angalau nitoke kuonekane mabadiliko. Mwambie Yesu, kwa nini hawajagombana mpaka wa leo? Kwa nini hakuna mtu amekasirikiana na wao? Kwani sisi ndio tuliumbwa tukue na njaa? Ni sisi ndio tuliumbwa tukasirikiane tu kwetu? Mbona dada yangu mkubwa wa ndoa yake ni mbaya na yangu ni mbaya? Mama yangu hakufurahi. Kuna mama aliongea nami kwa ofisi jana, akaniambia, Prophet, let me tell you. Nikamwambia, ongea haraka mama, sina time. Akasema, watoto yangu wameoleka. Mahali wameoleka maisha yao ni kama yangu. Vile nateseka ndivyo wanateseka. Hivyo ndivyo huyo mama aliniambia. Nikaongea na ofisa mwingine ako na binduki kwa bank. Kaniambia, na ngoja kidogo, wewe ndio ule anaitwa Nyabuto? Nikasema, kwani kumetokea nini? Akasema, hapana, iko mtu natazama kwa TV, moyo wangu umetamani muone muda mrefu. Nikasema, so? Akasema, ni wewe. Nikasema, ni mimi ofisa, unataka nini? Akasema, hapana, mimi ni ofisa, hii ni bunduki yangu, mimi nakula mshahara, ninakaa kama chokora. Nikamuuliza, aje na huko smart? Akasema, ngoja mambo ya smart, hii ni uniform. Nikamuuliza, tuongee haraka, naenda mahali. Akasema, kama ni wewe Onyamora, watoto yangu wote nimewafundisha, wameenda university, hawaolewi wasichana. Pesa imekosa kwa mfuko yangu, nisaidie. Na nikamuuliza mambo moja, kwani shetani wewe hakuogopi? Akasema, kwa nini unaniuliza hivyo? Nikamwambia, haogopi bunduki hii umebeba? Mapepo iogopi bunduki? Akacheka akaniambia, shetani amenikalia na bunduki yangu iko na risasi. Akasema, haki ya Mungu, nikikuta shetani namupiga marisasi ya kichwa. Makosa ni kwamba hapatikani apigwe marisasi ya kichwa. Ni damu ya Yesu inaweza kuharibu shetani. Mungu na malaika na mbingu ni mashahidi wangu. Sijawahi kufanya kazi ya Mungu nikitaka pesa kutoka kwenyu. Na hakuna mtu ashainipa kitu yake nikakula aseme, Onyamora, sina si ulikula hii nilikununulia, ulikuwa na njaa. Hapana. Mungu amenilinda na Mungu amenitunza. Na mimi kila mara ujaribu kukimbia nisiongee na nyinyi, kwa sababu sitaki mtu akuje kusema niliongea na Nyabuto na akaniambia hivi na mambo ya uongo. Mimi ujaribu kujihepa, kwa sababu sitaki watu wafikiri ni mimi, nataka watu wajue ni Yesu. I avoid it very much.
Kwa nini wewe usinamishe kichwa chako ama usimame umwambie Bwana, mimi nakwenda kutumika damu na mwili wako, sasa utaniacha hivi? Mbona usimuulize kutaenda hivyo? Mbona usimwambie? Kwa nini usimuulize? Kwani wewe kama unaweza kusaidia huyo kijana anaitwa sijui ni Batimayo, kwani mimi nilifanya nini? Kwa nini usiongee na yeye wewe mama? Msichana, si usungumze naye. Mzee, ongea tu na Yesu, anaweza kusikia. Kumbuka huyu Yesu tunayeongea naye ndio yule tu Yesu alikutana na mtu ambaye macho yake hakuna, akamwambia wewe pokea macho yako, na akapokea. Nataka ukumbuke Yesu naye zungumza ni yule alikutana na Lazaro amezikwa, akasema Lazaro toka huko ndani, na Biblia inasema Lazaro alichomoka na akatoka na kaenda. Ni nini imekukalia shida? Mbona usiongee naye? Sijakwambia wewe uombe mambo ya Mungu yangu ya dini yangu. Mimi nimekuambia ongee mambo ya Yesu wa Biblia. Huyo ndiye ninayemjua, ndiye ninayemtambua. Anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Yesu, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Yesu, anaweza Bwana, anaweza Jehova, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana. ni mushindi Yesu, ni mushindi Yesu, ni mushindi Yesu, Ni mshindi Yesu, ni mshindi, ni mshindi Yesu, ni mshindi. anaweza shinda hiyo kisirani yako mama. Mshindi Yesu, Mzee anaweza shinda hiyo kisirani yako. mshindi, ni mshindi Yesu, ni 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 mshindi, ni mshindi Yesu. Basi ulivyoinamisha kichwa chako hivyo, naomba tu kwa jina la Yesu Kristo mwambie Bwana akukumbuke na asije akakusahau. Mwambie Yesu akukumbuke na asije akakusahau. Mwambie Bwana, mwambie Yesu, mwambie Yesu, wewe unikumbuke usinisahau. Mwambie Bwana yeye ndiyo tegemeo na wewe utegemei mwingine isipokuwa yeye. Mwambie tu Yesu vile unataka na vile unataka. Mwambie tu tena na tena. Mungu wangu mimi ninakuita. Mungu wangu mimi ninakukubali. Mungu wangu mimi nasema wewe tu ndiyo tegemeo na ni wewe tu ninajua, sina mwingine. Sina mwingine Bwana Yesu, sina mwingine. Katika ibada hii ya leo Bwana, usije ukasahau, usije ukasahau, usije ukanisahau. Ni mimi tu. Ni mimi Nyabuto Onyamora mtumishi wako. Ni mimi Nyabuto Onyamora mtumishi wako. Bwana Yesu, unajua ninakupenda. Wakati uliweka kwa moyo wangu ukaniambia wachana na kazi hiyo ya ualimu, sikukupinga. Niliandika barua nikasema hii kazi imenitosha, ngoja nimtafute Mungu, na nikaachana na kazi hiyo. Yesu,
Wakati mwingine sikuwa na kitu kwa mfuko yangu, na ukaniambia enda Utamba uweke crusade. Nikauza pikipiki yangu, Yesu, nikafanya crusade, na hakuna mtu aliokoka huko, lakini Bwana nilikutii, na sijawahi kulalamika Bwana Yesu, na sijawahi kulalamika mfalme wa amani. Sijawahi kulalamika Bwana Yesu. 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 Siku ingine ukaniambia, Nyamora, pesa hiyo ulionayo itoe na ujenge madhabahu. Nilikutii, nikatoa, nikajenga madhabahu, na sikuwahi lalamika kwa moyo wangu. Sinisahau. Ninakuomba sasa Bwana Yesu, kumbuka ibada niliyokufanyia, kumbuka ibada niliyofanya kwenye madhabahu. Yesu, ninaomba hawa waliokuja uwasaidie. Uwasaidie Yesu. Utamsaidia yule ananitazama akiwa nyumbani. Utamsaidia yule ananitazama akiwa kwa nyumba yao. Utamsaidia wale wanaonitazama. Wewe watende mema. Wewe watende mema. Yesu, utawatenda mema. Yesu, utawatenda mema. Ninakupenda na moyo wangu nakupenda. Ninakupenda na moyo wangu nakupenda. Ninakupenda na moyo wangu nakupenda. Ule anaumwa na kifua, msaidie. Ule anaumwa na mgongo, msaidie. Msaidie Yesu, msaidie Bwana. Msaidie Bwana Yesu. Msaidie Bwana Yesu. Kala kasichana kanakulilia, kanasema usikasahau. Kuna ule msichana anasema anakutamani na anakutaka. Usimwache Yesu. Usimwache Bwana. Usimwache Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Kristo Yesu. 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 Naliinua jina lako, ninasema wewe ni Bwana. In the name of Jesus, somebody shout a big amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, blood of Jesus. Luka Mtakatifu 22:19. Alafu akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninabariki mkate huu. Hautakuwa mkate tena, bali utakuwa ni mwili wako, mwili wa mwanao Kristo Yesu. Tunapoenda kutumika Bwana Yesu mkate huu, ninaomba kwa unyenyekevu Bwana Yesu, baraka zote na neema zote zinazoletwa kwa kutumika mwili wako Yesu, ninaomba baraka hiyo kwa jina la Yesu. Akafanya vivyo hivyo na kikombe cha divai baada ya chakula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya linalothibitishwa kwa damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nabariki kikombe hiki. Hii itakuwa ni damu yako halisi. Tunapoenda kutumika Bwana kikombe hiki, ninaomba neema yako, ninaomba ushindi wako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini.
hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hallelujah. Kwa sababu ya time, ningetaka wale wakija hivi turudie hapa, wale wakiisha nyinyi mkuje hivi tukipitia hapa, na nyinyi pia mkuje hivi tukipitia hapa, tukirudi kwa viti zetu itakuwa rahisi. Utakuja unachukua mkate wewe mwenyewe na kikombe cha damu ya Yesu wewe mwenyewe. Ndio tutafanya haraka kwa jina la Yesu kwa ajili ya kuandaa ibada nyingine kesho katika jina la Yesu, na mvua isije katupate huku kwa utukufu wa Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Amen. Damu ya Yesu. Ikiwa uko na mtoto unaweza kaa uchukuliwe damu ya Yesu. Kama uko na mtoto unakaa hivyo, utaletwa damu ya Yesu, usafisha kabisa. Tuseme damu ya Yesu, damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Tuseme damu ya Yesu, damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, usafisha kabisa. Tuseme damu ya Yesu, damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Amaniga ayeso, amaniga ayeso, amaniga ayeso, asibiye kegima, amaniga yeso, amaniga ayeso, amaniga ayeso, amaniga yeso, amaniga ayeso, asibire kegima, amaniga yeso, amaniga ayeso, amaniga ayeso, amaniga ayeso, asibire kegima. Kisha pokea meza ya Bwana, usitumike hadi wakati nabii wa Mungu atakwambia. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Tuseme damu ya Yesu, damu ya Yesu, hiyo damu
kusafisha kabisa. Damu ya Yesu 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 kusafisha kabisa. Inua mkate wako juu katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja inua mkate wake juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana Yesu, naliinua jina lako. Ninasema wewe ni Ebeneza. Bariki Bwana Yesu mwili wako huo anapoenda kutumika. Bwana Yesu, huo utakuwa na mwili wako, na anapoenda kutumika apate neema ya kushiriki katika utumiaji wa mwili wako. Ninaomba Yesu, chochote kinachovamia nyama na mifupa ya mwili ya mwanadamu itaondoka. Kisirani ya kutumwa na wachawi na wakuu wa anga tunaisambaratisha kwa kutumika mwili huo wako katika jina la Yesu. Amen. Kwa utaratibu tutumike mwili wa Kristo Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo ninakuomba katika jina la Yesu, uinue kikombe cha damu ya Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru na ninaliinua jina lako. Anapoenda kutumika damu yako katika ibada hii, Yesu impe neema ya uponyaji, neema ya ushindi na kibali. Yesu, ninaomba kwa utukufu wa jina lako na kwa neema yako, msaidie, umuinue Yesu. Umubariki anapoenda kutumika damu yako hiyo, na umpatie ushindi kwa damu yake. Virusi vyote vitakufa, magonjwa yatakufa, urejesho wa amani na urejesho wa kifedha katika anga yake. In the name of Jesus. Somebody shout a big amen. Amen. Tumika kikombe cha damu ya Yesu. Vikombe hivyo vinavyoendelea kukusanywa na hao watenda kazi, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo
Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo uinamishe kichwa chako chini. Mwambie Bwana vile ungetaka na vile unatamani katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Yesu vile unatamani na moyo wako vile inataka kwa jina la Yesu. Ni ibada takatifu hiyo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakubariki kwa ajili ya ibada hii takatifu ya meza. Kuna mtu pale Bwana Yesu ameketi na anaona kisirani yake hawezi kutembea kama yule mama niliyoona. Mwingine amesumbuka na masumbuko na mateso mbalimbali. Bwana Yesu, ninaomba umsaidie kwa sadaka yake kwa ajili ya ibada hii. Anasema anaamini leo ni siku ya pili na ameshiriki jana na akashiriki leo. Kuna yule aliyeshiriki leo siku ya kwanza, na naomba Bwana Yesu akapate neema ya ibada hii takatifu ya kutumika meza yako, mwili wako na damu yako. Anapoenda kukutolea sadaka hii, yule aliyeketi pale, Yesu usisahau mahitaji yake. Ninaomba sadaka hii anakwenda kukutolea kutoka kwa moyo wake, na anasema hii sadaka imemtosha Mungu wangu. Bwana, ninaomba uikubali sadaka yake na ukubali sala yake. Abeli alipokuwa anakutolea Bwana dhabihu yake, aliomba na ukasikia, na hata wakati aliuliwa damu yake iliendelea kuzungumza nao. Naomba mtu huyu kupitia kwa sadaka hii anakwenda kukutolea kwa madhabahu haya.
mwingine ana kesi ya shamba, mwingine ana kisirani nyumbani, mwingine ni mgonjwa. Sijui tabu inakula huyu mtu wako ni gani, lakini umsaidie. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, na mtu aseme amen. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yesu ndiye mwamba ni kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka mimi nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nimesimama mimi, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Thank you Jesus. Ibada hii ni ya kila mtu hapa. Naamini kila mtu amechukua bahasha yake kwa ajili ya ibada ya leo. Naamini kila mtu amechukua sadaka hiyo, bahasha hiyo. Na kama umeichukua, inua juu kwa jina la Yesu. Inua juu. Inua sadaka yako juu. Kama ni dhabihu, wewe inua tu juu. Nataka uongee nayo. Hiyo tena sio pesa, that is not money. Hiyo ni kama ile punda Yesu alipanda ikambeba Yesu. Sadaka hiyo inakwenda kukubeba wewe. Kwa hivyo zungumza nayo. Nakupa tu 60 seconds, dakika moja. Ongea nayo. Na kama ukupata bahasha yako na unahitaji, ukimbia haraka mbele uichukue. Wale wameichukua, inua juu, ongea nayo. Speak with it. Ongea nayo, zungumza mambo. Bia Bwana, ikifika kwa madhabahu, iwe tu ni kitu ya kunibeba. Iwe 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 ni kitu itanibeba. Iwe ni kitu itanibeba. Iwe ni kitu itanibeba. Iwe ni kitu itanibeba katika jina la Yesu Kristo. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Turejesha hii kwa madhabahu hapa kwa jina la Yesu. Hii ni ya nani? Nani ameleta hii?
Wacha mmoja nifungulie hizi. Bwana Yesu, asante kwa sadaka za hawa. Asante kwa dhabihu zao, naomba ukasikubali. Kubali Bwana Yesu, na watende vile wamekuomba, wafanye vile wameomba, wafanye vile wamesema. Wewe ni Mungu na wewe ni mfalme. Wewe ndiye tunategemea na wewe ndiye tunatafuta. Wanapokutafuta Bwana, uonekanie. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Kristo Yesu. Aliyeingia hapa na kisirani yake utamsaidia, in the mighty name of Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wote mlioingia hapa nimewatangazia neema ya Yesu. Nimewatangazia ushindi wa Bwana Yesu. Nimewatangazia neema ya Bwana Yesu. Nimetangaza ushindi, nimetangaza neema. In the name of Jesus, somebody shout a big amen in Jesus' name. Amen. A big amen in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu jaribu kusimama. Just try. Umeweza kusimama? Hebu muangalie mwenzako, mwambie wewe umefaulu leo. Mwambie wewe umefaulu leo. Au hujamwambia mzuri, mwambie umefaulu. Mwambie mzuri, kwani una shida na yeye? Tafuta mwingine, wachana na huyo. Kama ni kisirani huyo, tafuta mwingine. Tafuta mwingine, usiwache mwingine hivyo. Tafuta, hii ni nyumba ya baba yako, kwani unaogopa nani? Mwambie neighbor. Mwambie neighbor. Kwa jina la Yesu, wewe umefaulu. Mwambie vizuri, mwambie jirani, Neighbor, jirani. Kama leo umebarikiwa, kama leo umebarikiwa, sijui kesho itakuwaje. sijui kesho itakuwaje. Mungu wa mbinguni, Mungu wa mbinguni, Mungu wa Biblia, Mungu wa Biblia atakusaidia. atakusaidia. Mtabirie, mwambie wewe umepona kwa jina la Yesu. Mwambie uchawi umeisha. Uchawi umeisha. Mwambie kisirani imeisha. Kisirani imeisha. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Wanao tutazama kwenye televisheni hiyo, ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo. Ninakubariki popote unatutazamia, popote unatuangalia ukiwa. Tunaomba neema ifike kwa nyumba yako, ifike katika maisha yako. Siku ya kesho ni siku ya 3, hautakosa kwenye mkutano mkuu wa Mungu. Leta viwete, leta vilema, leta mtu wa kila aina atumike. Damu na mwili wa Yesu atoka akiwa sawa na akiwa maisha yake iko mzuri. Katika jina la Yesu Kristo nimekutakia wakati mzuri na Bwana Yesu akubariki. Amen.